Je, umewahi kuhisi kama ulikuwa kila kitu kwa mtu fulani mpaka siku ile ulipokosa chochote cha kutoa? Je, umewahi kufungua moyo wako tena na tena ili tu kugundua kuwa watu hawakuwa wakikupenda bali walikuwa wakikutumia tu? Baki nami kwa sababu hadithi hii inaweza kubadilisha jinsi unavyoona upendo milele. Lakini kabla hatujaanza, naomba usisahau kusubscribe na kulike video hii tafadhali. Pia tuandikie kwenye comments unaangalia video hii kutokea wapi. Katika kijiji kimoja kitulivu kati ya milima miwili, ambapo barabara ilipinda kwa upole sana kiasi kwamba huwezi kuona kinachokuja mbele, aliishi mwanamke mmoja aliyeitwa Ilara. Hakuwa tajiri wala maarufu, lakini kila mtu kijijini alimfahamu. Sio kwa sababu ya yeye ni nani, bali kwa sababu ya kile alichowafanyia. Kama paa la mtu lilivunjika wakati wa mvua, Ilara alikuwa wa kwanza kufika. Kama mtoto aliugua, alikesha naye usiku kucha. Kama mtu alijisikia mpweke, alikaa naye bila kusema neno mpaka ajisikie vizuri tena. Watu walizoea kusema, Ilara ana moyo wa dhahabu. Na aliamini hivyo kwa sababu kusaidia wengine kulimfanya ajisikie mwenye amani, kana kwamba amepata kusudi la kuishi. Ilara alikuwa na mume aliyeitwa Ron. Hakuwa mtu mbaya, lakini hakuwa akikuwepo wakati wa dharuba. Maisha yalipokuwa magumu, alijifungia kwenye ukimya. Aliacha kuongea na kuanza kupuuza mahitaji ya mkewe. Pamoja na hayo, Ilara alibaki. Alimlisha, akakaa naye na kumjali bila kuomba chochote kama malipo. Mambo yalipoimarika, Ron angetabasamu tena, na Ilara alijiambia kwa matumaini, huu ndio upendo. Rafiki yake wa karibu alikuwa Liza. Liza alikuwa mchangamfu na mwenye maneno mengi, lakini alikuwa na tabia moja. Alikuja tu wakati mambo yake yameharibika. Kila alipohisi amepotea au ameumia, alikuja kwa Ilara kulia na kulalamika. Aliondoka akijihisi mwepesi, lakini alimwacha Ilara akiwa mzito kwa mizigo ya hisia za mwingine. Bado, Ilara alijiambia, huu ndio urafiki. Pia kulikuwa na kijana mdogo, Kieran, mwenye fujo na kila wakati alikuwa kwenye matatizo. Ilara alimjali kama mwanawe, akimpa chakula, ushauri na hata pesa. Kieran alimwambia, wewe ni kama mama kwangu, na maneno hayo yalitosha kabisa kufanya moyo wa Ilara ujihisi wa muhimu na unahitajika. Lakini polepole, bila kugundua, Ilara aliacha kabisa kujitunza mwenyewe. Bustani yake ilikauka, usingizi wake ulikatika, na nguvu zake zikaanza kufifia. Siku moja, kila kitu kilibadilika. Ilara aliugua. Sio ugonjwa wa kufisha, lakini ulimfanya ashindwe kuinuka kitandani. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, yeye ndiye alihitaji msaada wa wengine. Ron alijaribu kusaidia, lakini kila hatua ilionekana kuwa mzigo kwake. Baada ya siku chache tu, alianza kulalamika juu ya wingi wa kazi na jinsi anavyojaribu kadiri ya uwezo wake. Hakumfanyia ukatili, lakini aliweka wazi kuwa kumtunza mgonjwa haikuwa sehemu ya maisha aliyoyatarajia. Liza alikuja mara moja tu, na badala ya kumfariji Ilara, alianza tena kuongelea matatizo yake mwenyewe kabla ya kuondoka akisema, utakuwa sawa, wewe huwa huumwi kwa muda mrefu. Kieran hakuonekana kabisa. Akiwa amelala pale akitazama dari katika ukimya wa chumba chake, kitu fulani ndani ya Ilara kiliamka. Haikuwa hasira, bali ilikuwa ni nuru ya ukweli. Alifikiria juu ya kila saa aliyowekeza kwa watu ambao hawakuwahi hata kumtumia salamu akiwa kitandani. Polepole na kwa maumivu, alielewa ukweli mchungu. Kupendwa inamaanisha mtu anabaki hata wakati huna cha kutoa. Kutumiwa
inamaanisha mtu anabaki tu wakati unamfaa. Wiki 2 baadaye, Ilara aliamka akiwa mnyonge, lakini akiwa na msimamo mpya. Alitembea mpaka kwenye bustani yake iliyokauka, akang'oa mimea iliyokufa na kupanda mbegu mpya. Lakini safari hii alikuwa akipanda bustani hiyo kwa ajili yake mwenyewe. Alifanya uamuzi mgumu. Angesaidia watu, lakini si kwa gharama ya nafsi yake. Angetoa, lakini si kutoka kwenye utupu wa moyo wake. Liza alipokuja tena tayari kulalamika, Ilara alimsimamisha kwa upole na kusema, "Nataka kusema kitu kwanza." Kwa mara ya kwanza, alizungumza juu ya hisia zake na mahitaji yake. Liza alishtuka, lakini alilazimika kusikiliza. Na tangu siku hiyo, urafiki wao ukaanza kuwa na mizani. Rowan pia aliona mabadiliko. Ilara alipoacha kuziba kila pengo na kurekebisha kila kitu kimya kimya, Rowan alilazimika kuwajibika na kuanza kumuuliza, "Unajisikiaje leo? Unahitaji nisaidie nini?" Miezi baadaye, Kieran alirudi akiwa na aibu. Ilara alimtazama na kusema kwa upole, "Niliona kuwa hukuwepo. Watu wanaojali kweli huonekana nyakati za shida, na wewe unapaswa kufanya hivyo pia." Hilo lilimfundisha kijana huyo somo ambalo wema wa awali wa Ilara haukuwahi kumfundisha. Mzee mmoja wa kijijini alimtembelea na kumpa neno la hekima. "Mwanangu, wema ni kitu kizuri, lakini unapotoa bila kikomo, watu huacha kukuona wewe. Huona tu kile unachoweza kuwafanyia. Upendo wa kweli hauchukui kila kitu kutoka kwako, unarudisha kitu fulani." Ilara hakubadilika kuwa mkatili, lakini alijifunza kuwa na mipaka. Alijifunza kufungua mlango wake kwa hiari na si kwa wajibu. Na jambo la ajabu lilitokea. Watu wenye kelele na mahitaji yasiyoisha walipotea, na watu wa kweli na waaminifu wakaanza kuonekana. Kama umefika mpaka hapa, lazima kuna kitu umejifunza. Usisahau kutuandikia kwenye comments umesikiliza simulizi hii ukiwa wapi na umejifunza nini. Kama hujasubscribe na kulike video hii, fanya hivyo sasa hivi ili uwafikie wengi na wajifunze pia. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.